Mambo vipi? Karibu sana kwenye kipindi chako pendwa kabisa. Hii ni siku nyingine mpya kabisa, Jumapili fulani viturivu ambayo ina vitu vingi. Mimi naitwa Dingisha himself, Vampire B20, Afcasto Kindi na Kizere, Mwamba Mashariki, Morotown King, Mbomelo Finest, yoyote unaweza ukaniita katika hayo. Mimi naitika mshikaji wangu. Karibu sana bwana, kama ndo mara yako kwanza. Hii inaitwa Behind the Beats, nyuma ya mdundo, moja kati ya vipindi pendwa kabisa nchini Tanzania. Ukitaka kutaja basi namba moja ni Behind the Beats, mshikaji wangu. Humo hautachukia, hautakelekwa wala hautapata stress kabisa, kwa sababu tunazungumzia maisha, lakini pia tunazungumzia muziki na vitu vingine vingi kabisa. Kama una mshikaji wako ambaye unatamani apite hapa, na maanisha una star wako ambaye unatamani apite hapa, wewe ni check tu kupitia Instagram account yangu ina vampire_b20 au ile ya Behind the Beats _ pale, achia comment yako, au ile ya Top Plus TV TZ yo as a single sentence, ukiacha pale ni unyama kabisa. Sasa mimi naitwa Mr. Mashavu, mshikaji fulani hivi ambaye nakugaga madili mwanangu, alafu unakomboka kwenye mitikasi yako, mbanga zako nyingine za kuzalilika na vitu kama hizo. Sasa bwana, kama mwanangu unapata stress pale ambako unataka kuchagua sabuni pendwa kabisa kwa ajili ya kufulia nguo zako ama kuoshea vyombo kwa shemela, au labda pia kufanyia shughuli nyingine, unanielewa hapo mzee wangu, basi sabuni pendwa kabisa ni Kwejape. Moja kati ya sabuni ambayo inafanya vizuri sana nchini Tanzania. Hii haichagui maji yawe ya chumvi au yale maji kama maziwa au maji yale fresh kabisa, yoyote yale unaweza kutumia kupitia sabuni hii. Sabuni pendwa kabisa wa Tanzania, mshikaji wangu. Wapi upo? Uko zako TA Tanga, au uko zako Arachuga pale Arusha, au uko zako Kilimanjaro Moshi pale, au kama Morotown Ocean pale ambako Vampire B20 natokea. Sehemu yote ulipo Tanzania, Kwejape inapatikana. Hii ni bidhaa pendwa kabisa kutokea Grace Product, yanamaanisha pale zoa, au sio? Mshikaji wangu, mimi najua kwamba sisi tuna vitu pendwa kabisa, vitu ambavyo ni natural, havina viambata sumu vyovyote vile. Achana na zile sabuni ambazo ukifua zina kutoa ngozi kwenye vidole, achana nazo hizo kabisa. Tumia Kwejape, sabuni pendwa kabisa kutoka Grace Product, na michongo inakuwa iko poa kabisa. Kama ambavyo nimekwambia, mimi ni ule Afcasti. Leo niko na msambaa mshamba. Sisi tunamfahamu kama Amri the Business, CEO wa mtaa kwa mtaa. Hii ni platform kubwa kabisa ambayo imewatoa watu wengi sana. Tukianza kutaja watu ambao wametoka kupitia mtaa kwa mtaa, basi tunaweza tukataja nusu na robo ya wasanii ambao wanafanya vizuri nchini Tanzania saa hii. Leo tuko na CEO wa mtaa kwa mtaa. Harakati za mtaa kwa mtaa zimekaaje wakati huu ambao watu saizi wamekengeuka, wamedeal sana na masuala mazima ya digital platform kuliko kuingiza ngoma mtaani na vitu kama hizo. Hizo story zote, package nzima unaipata hapa kupitia Behind the Beats. Hii ni story kuna story moja kubwa zaidi. Historia ya mshikaji wetu akitoka Tanga kuja Dar es Salaam. Ilikuwaje? Bana poa. Nyama ni mwingi. Ya, tunashukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah. Samba mshamba leo amewaka. Ya, Samba mtindiga always. Alright. Ilala ndo maskani ambako sisi tunabeba mgongoni na kuitambulisha kwa washikaji wengi sana. Ya, kabisa. Na kila mtu anafahamu ukizungumza Amri the Business, nani asiyemjua Ilala, Bunduni, twenda Kalume, Kariakoo, Tandika, Temeke, Gongo, Mboto, Mbagala, ambayo Amri the Business ndo mitaa yake ya kutamba sana. Platform ya mtaa kwa mtaa imeinua watu wengi, lakini hiyo tutakuja kuzungumza baadaye. Leo tunaanza safari ya msambaa mshamba kutoka zake Tanga kuja zake Dar es Salaam. Ilikuwaje? Msambaa mshamba katoka kijiji cha Mlalo, wilaya ya Lushoto. Kazaliwa mwaka 1983 tarehe 13. Alisoma shule ya msingi inaitwa Fufui, kuanzia darasa la kwanza mpaka la 7. Ilikuwa malizi mwaka 1998, darasa la 7, lakini haikuwa hivyo. Samba mshamba alishia darasa la 6
Okay. 1997. Baada ya kuacha shule darasa la 6, Msambaa Mshamba aliingia Dar es Salaam 1998. So alipoingia mjini Dar es Salaam alikuwa yuko Kariakoo pale. Alifikia Kariakoo alikuwa anabeba mizigo pale. Ulikuwa kuli sasa. Ya alikuwa kuli pale 1998 hiyo. So nibeba mizigo lakini 1999 kipindi ndo anafariki Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, nilipata bahati ya kukutana na Mwarabu mmoja ambaye alisahau mzigo wake. Sema uaminifu wangu kwake ndo ulifanya mimi ukabadilisha sasa maisha kutoka kwenye kubeba mizigo na kuja kufanya kazi za ndani. Okay. Alisahau mzigo wake wa namna gani? Alisahau mzigo wake. Alikuwa ni mtu ambaye anakuja kuchukua vifaa pale Kariakoo Shimoni. Kwa hiyo mimi nilikuwa ndo mtu ambaye nambebea mizigo kumwekea kwenye gari yake. Alisahau begi yake ambaye ilikuwa na vitu vyake vya thamani na ina pesa pia. So ile begi mimi nilipopeleka vitu vyake nikakuta kwa yule mtu ambaye alikuwa anamuuzia vile vitu. Kaambia hii begi ni bosi wako kaisahau. Nilikuwa sijui wapi anakaa yule bosi. Lakini nilichukua ile begi na niko nayo na nikaidhibiti, lakini baada kama masaa 3 alikuja mpaka kwa yule mtu ambaye alikuwa anachukua vitu kwake pale Kariakoo. Bwana nimesahau 1 2 3 na nini niko wapi baba? Mbona kijana wako anayebeba mizigo yako magunia akachukua? Kipindi hicho si tu amri inaitwa Mdudu. Bwana Mdudu kachukua bwana. Kachukua tena wakanitafuta. Wakanikuta kwenye kijiwe changu ambacho tunawashawasha mimi zamani ilikuwa zinawaka. Sigalabwege. Wakanikuta udogo bwana mmoja nikamwambia bwana bosi, nilikuwa natafuta nikupate vipi, lakini mzigo wako niko nao. Uko wapi? Nikaenda kwenye chimbo langu ukauchukua nikamletea. Bwana mzigo wako huu hapa. Hakuamini, yani akakagua akakuta vitu vyake kama alivyoacha. Akaniambia, "Kwani wewe unakaa wapi?" Kameana mimi nakaa tu maskani, tunachanga na washikaji kila siku. Kuna kibaraza ambacho tunalala, tunatoa kila mmoja shilingi 50. Okay. 98 hiyo sasa. Shilingi 50. Bado 99. Tunatoa shilingi 50. Kila mmoja anatoa shilingi 50 ili akalale kwenye hicho kibaraza. Shilingi 50 kwa mwaka 98 ni kama buku sasa hivi tuseme 1000 yani. Umeelewa? Akaniambia basi nitakuja kesho. Na shida ya mfanyakazi, kama utakuwa mwaminifu nitakuchukua ufanye kazi. Kaambia it's okay, hamna shida. Kwa hiyo alipotea kama siku 4-5, lakini siku ya 6 alikuja akanitafuta. Sikuwa niko pale, nilikuwa napatikana mtaa mwingine wa 3 kutoka pale sokoni hapo Shimoni, Kariakoo Shimoni. Lakini alinitafuta kwa jitihada na akanipata. Akaniambia nahitaji kukupa ajira, tuwe pamoja na ukae nyumbani kwangu. Nikamwambia it's okay, hamna tatizo, kwa sababu sina sehemu ya kukaa. Nafanya kazi zangu, nafanya mbanga zangu, nikimaliza sehemu ambayo itanifikia usiku ndo sehemu ambayo nitalala. Kwa alinichukua tukatoka Kariakoo tukaja mpaka Ilala. Ilala kuna sehemu napaita Shelf Shamba. Nyumba moja ya kifahari. Akaniambia mimi nakaa hapa. Kazi yako hapa itakuwa ni kupalilia bustani, kunyeshea kumwagilizia bustani na kuwachukua watoto shule na kuwapeleka madrasa. Kabia si okay, mbona kazi ndogo sana. Kama alikuwa anabeba magunia, hii kazi mbona fresh. Poa. Sasa personality yangu ilikuwa ni si nzuri, si rafiki, kwa sababu haifanani na pale nyumbani kwake. Lakini alijaribu kunitengeneza na kunibadilisha. Tulienda madukani kubadilisha personality, kwa maana kwamba kununua mavazi na nini. Basi nikabadilika nikaanza hiyo kazi. So nilikuwa hodari sana kwenye kazi zangu. Nilikuwa nafanya kazi zangu vizuri. Nikamaliza kazi zangu na kuwa niko sebleni pale, na alikuwa hawanitengi wale Waarabu. Mungu amrehemu bosi wangu.
Mungu amrehemu kwa sababu alishatangulia mbele za haki. Alikuwa ananipenda sana kwa sababu mimi nilikuwa naingilia kwenye kazi ambazo hata sio za kwangu. Mimi nikikuta hata choo ni kichafu, nachukua nani na deki nafanya nini, kikuta sehemu hadi hivyo. Nilikuwa ni mtu ambaye unajiongeza mpaka nikatokea kuchukiwa na wafanyakazi wenzangu ambao walikuwa wameajiriwa pale. Okay. Kilichonitoa pale sasa, nimeishi maisha mengi lakini pale nilitoka mwaka 2000. Mwaka 2000 na mwaka mmoja baadaye bare zangu ndo zilianza hapo na miaka 17. Bare zangu zilianzia pale, na kulikuwa kuna mfanyakazi mwenzangu wa kike pale alikuwa na miaka 29. 17 kwa 29. Arefu hapo. So, 12 hivi amekupita. So hiyo ndo sababu ya mimi kuacha kazi pale kwenye ile nyumba ya kitajiri ya mzee Kibaden. Okay. Kilichotokea ni kwamba wale Waarabu walikuwa Jumamosi na Jumapili hawali nyumbani. Wanatokaga wanaenda kwenye mahoteli, wanaenda kwenye nini. Kwa hiyo mimi pale nyumbani nabaki mimi na yule dada. Sasa mfanya kazi tunakula vizuri, tuna nini. Sasa kuna vitu vipo mwilini inabidi vitoke, vinatokaje? Ndio hapo sasa mabalaa yalipoanzia. Kwenye kuvitoa hivyo vitu. Kwa hiyo yule dada alinipenda by the way. Nilikuwa sijui mambo hayo kwa sababu alikuwa akinizidi umri kama unavyosema miaka 12. Encourage basi tukaanza mahusiano. Tukaanza mahusiano 1 2 3 hivyo. Nikaja akapata ujauzito. Okay. Mwaka 2000 mwezi wa 6 alipata ujauzito. Baada ya kupata ujauzito aliuficha pale, lakini ulipofika miezi 5 ukajitokeza. Akawa sasa wale Waarabu walikuwa wanadini sana mzee Kibadeni. Mungu amrehemu mzee. Walikuwa wanadini sana. Kamuuliza ujauzito ni wa nani? Kimbana sana huku na huku. Sasa alikuwa anaona aibu kusema kama ni wa kwangu, kwa sababu akiangalia umri wake, akiangalia umri wangu ni different. Kini end of the day ibidi hata jinsi ndio wasema ujauzito ni wa mdudu. Ni wa mdudu. Ndio. Amekaitwa. Bana 1 2 3 mmoja yeye mkuaje ambaye bwana kweli mimi nimetembea naye si chini ya mara 4. Basi mimi nilikuwa nadai hela pale ya mwaka mmoja na miezi kadhaa. Ya ambayo nilikuwa nadai ya mshahara. Nilikuwa nalipwa shilingi 12,000 kwa mwezi. Kwa nilipwa 12,000 kwa mwezi. Hapo inawezekana ilikuwa kama laki kadhaa hivi. Laki na kwa sasa hivi kama 150,000 kwa mwaka huu, mwaka 99 12,000. Ni hela nyingi. Kama chumba kwa mwezi ni shilingi 4,000. Chumba cha kukodi ni shilingi 4,000. Ni hela nyingi, maana 12,000 na kodi ya miezi 3 hapa. Okay. So nililipo ile hela na yeye alilipo ile hela. Sisi kwa wale Waarabu tumepatisha tumefukuzwa pale. Kwa na nyie mkaenda kuanzisha mahusiano. Ndio tukatoka sasa pale shamba nyumba kama ya 4 tukapata room. Chumba shilingi 5,000 kwa mwezi. Tukachukua chumba pale ndio tunakaa pale. Alright, sawa. Hii ilikuwa ndo safari sasa ya kuanza harakati za pale Sharif Shamba. Sharif Shamba. Alright. Sasa baada ya kukaa Sharif Shamba, Amri the Business kuna story behind. Kabla ya mtaa kwa mtaa, Amri the Business ana historia pale kwenye uwanja wa Garden. Garden ni moja kati ya viwanja vikubwa sana Ilala. Acha kucheka, tutaelewana tu hapo. Garden ni viwanja vikubwa sana Ilala. Amri the Business ni moja kati ya wafanyabiashara wakubwa wa pipi na karanga back in the days katika uwanja wa Garden. Kipindi hicho. Ilikuwaje? Ndio safari ile ya kutoka kwa Mwarabu tukajiunga hapa. Na baada ya hapo kuna story pia nyingine ya kwamba Amri the Business sasa hivi tumeona maambassador ni watu ambao wenye fame. Lakini Amri ndio muuza karanga wa kwanza kupewa tangazo na kampuni fulani kutangaza huko akiwa anauza karanga. Tupe hiyo story, ilikuwaje mzee? Kipindi ndio niko na ile bibie.
ndio kipindi ambacho nilianza sasa, kwa sababu nilikuwa sina kazi ya kufanya. Ndio nilianza kujishughulisha na hizo biashara za karanga. So biashara karanga, by the way, kuanzia garden nilianzia uwanja mmoja unaitwa Skita. Yes. Kiwepo mdogo wangu Garabi. Garabi ni mashabiki zangu ambao walikuwa wanikubali sana. Yaani Garabi alikuwa akija uwanjani asiponikuta nauza karanga nakasirika sana, kwa sababu nilikuwa niko na slogan zangu za zile pipi. Nilikuwa na maneno fulani, maneno vinyimbo fulani. Hebu tupe vile vinyimbo bwana. Kila kinyimbo nimekisahau. Kuna kinyimbo fulani hivi. Sio kinyimbo tu, nilikuwa ni biskuti zina majina yake, lakini mimi naziweka nakshi. Kwa nilikuwa naita yo my brain home, my brain here, pretend Mary kept to go to school, bring him lonely my heart and body. So hizo ni biskuti yake, ni mimi na zinakshi. Umeelewa? Alafu pia nilikuwa na sijui mimi sema nili, sijui mimi longa bye. My brain heavy. Eyo my brain yo. Mzee wa madude ya ajabu, nilikuwa naita madude ya ajabu. So nilifanya hiyo movement pale Skita, na baadaye viwanja vikahamishiwa garden. Mechi zikahamishiwa garden, nikawa nauza hizo karanga, pipi, sigara. So ilitokea kipindi nilipigwa mpira, ile box la karanga likaenda juu. Watu wakachukua karanga, sigara, pipi, na nikainama chini wakati najisaidia kuokota. Watu wakaingia mfukoni wakachukua na zile hela zenyewe zote ambazo nilikuwa nazimiliki. Hapo ndo nilipopata tangazo sasa. Kipindi hicho kuna kampuni kubwa ya mambo ya nikitangaza sasa, nikiongea hapa itakuwa ni promotion. Vingamuzi ndo vinaanza. Waanzilishi wa Kingamuzi ndo wakanipa tangazo la kutangaza hicho Kingamuzi chao uwanjani. Waanzilishi wa Vingamuzi. Madhani kuna Vingamuzi vingi. Yes. Kuna nini ndo wakanipa tangazo lao la Vingamuzi. So nikaacha kuuza karanga na pipi, ndo nikaanza sasa kupita kwenye ule uwanja kutangaza hicho Kingamuzi. Huko na gapi vipeperushi, na watu wengi walijiunga sana na hicho Kingamuzi kupitia mimi hapa. Na hapo ndo idea ya mtaa kwa mtaa ilipoanza. Idea ya mtaa kwa mtaa kuanzia hapo sasa, sababu hapo tunazungumzia mwaka 2007. Simeelewa? 2007 nilipata marafiki. Nilipata mabosi kupitia pale kwenye kuuza pipi. Na nilianza kutoka sasa kwenda nchi za nje. Nilienda South Africa. Nilikuwa sijui ni biashara gani naenda kufanya. So 2007 hiyo nilienda South Africa, nilienda Cape Town, nilienda Joburg kufanya hizo biashara na nini. Lakini kaka yangu ambaye ni baba mmoja mama mmoja alinichoma. 2008 nilipokuja Tanzania niliishia hapo airport Mwalimu Nyerere. Na ndo nilipata madhara hapo, na nikaenda jela, nikakaa miaka 2. Na hapo ndo ukaanza sasa ulaibu wa kunywa pombe. Kwa kunywa pombe na kuvuta madawa pia. Na nilikunywa mpaka madawa kulevya. Sasa mimi nilikumbuka 2010 nilipotoka jela nilipelekwa India kwenda kubadilishwa damu. Nilibadilishwa damu kwa sababu nilikuwa nimeathirika sana kwenye madawa kulevya hayo, hizo pombe na vitu kama hivyo. So 2010 hiyo mwishoni ndo nilikutana na kijana anaitwa Seseme. Huyo Spice mimi ndo aliniingiza sasa kwenye haya masuala ya music. Spice aliniingiza kwenye masuala ya music. Lakini kipindi ambacho natoka kule nilikuwa na msingi wangu. Nilikuwa nina hela kama milioni 3 na something. So huyo Spice ndo aliniambia, bwana, kwa nini usiwekeze kwenye kipaji changu? Mbona mimi ni msanii mkali na nini, kwa nini tusifanye kitu? Nikamwambia mimi sina knowledge kwenye hayo mambo. Sina knowledge kwenye mambo. Kwanza nimeisha darasa la 6, pia sina. Nikamwambia no, wewe una kitu nakiona ndani yako. Tukifanya kazi kama tunaweza tukagain nini. Alishawishi sana. Nikamuuliza kwani budget hapo inaweza kaa kama shilingi ngapi? Akamwambia tukipata milioni tunaondoka. Basi mimi nikafumba macho na nikaanza kufanya kazi na Spice.
Okay. Kama manager. Kama manager lakini yeye mimi ni manager, lakini manager kivuli, maana kila kitu alikuwa anafanya yeye mwenyewe. Maana kawa kina Alikiba ndo alikuwa anajuana nao. Maana kipindi hicho alikuwa ana hit song na Alikiba inaitwa Cinderella. Alikuwa na hit song inaitwa Cinderella. Ambayo alifanya mwaka 2009 hiyo. Basi nikafanya naye kazi, nikatoa hela studio, tukaenda kwa Mazuu. Hapo kabla ya ile Ayaya. Ndio Ayaya sasa hiyo 2010. Au unaniambia Cinderella hapo. Cinderella ndo alikuwa na kazi na Alikiba. Cinderella ilitoka 2008. Ndio ilikuwa imehit hiyo Cinderella. Ndio yeye akasema baba mimi tufanye kazi na Alikiba, lakini Alikiba anataka tufanye kazi studio kubwa na mimi sina huo uwezo wa kufanya studio kubwa. Ndio nikamchukua tukaenda kwa Mazuu Record. Mazuu Record nakumbuka tulitoa 200,000 2010. Yeah. Okay. Tukafanya hiyo Ayaya. Tulifanya ile Ayaya na Alikiba. Tukafanya vizuri, nyimbo ngoma ni kali, lakini issue ikawa kwenye swala la kuipromo sasa ile ngoma. Alikiba alitaka video tufanye na label ambayo inafanya video kubwa. Kipindi hicho kuja nivue maani. Kipindi hicho watu ambao walikuwa wanafanya video kubwa walikuwa ni kakaangu anaitwa John Karage. John Karage ndo alikuwa na video kali sana. So John Karage ndo mtu ambaye alikuwa anataka tufanye naye video, lakini kwa budget ambayo alikuwa anahitaji kwa kipindi hicho bado Amri the Business au Mdudu maana alikuwa anaitwa Mdudu. Alikuwa hana hiyo hela ya kufanya hiyo. Alikuwa anataka shilingi ngapi? Alikuwa anataka 800,000. Okay. Alikuwa anataka 800,000. Basi ilienda lakini Alikiba alipenda sana ile nyimbo. Basi kuna jamaa yetu mmoja anaitwa KC kwenye hiyo KC mtu hatari. KC hatari sana. Alivujisha hiyo nyimbo ya Ayaya kwenye magrupu ya WhatsApp. Ikawa imeenda fulani. Kwa wakati imeenda fulani, sasa Spisa akaniambia tunafanyaje hii nyimbo kama Ishaya sapaka. Nikamwambia mimi nina idea, basi idea inabidi tuifanye ili tuisambaze tu hii nyimbo, kwa sababu sasa hivi hatuna hiyo promotion ya kufanya kwenye TV kwenye nini. Tuisambaze tu hivyo kimaskini. Alright, sawa. Naendelea kukumbusha mwanangu, endelea kutumia sabuni pendo ya Kwejape, na hii ni Behind the Beat ya Top Plus TV. Sisi tunarudi sasa hivi. Stick around brother. Alright, we back again. Me na my brother Amri the Business Msamba Shamba. Tunaendelea kupiga mastori. Sawa, ulikuwa unamsimamia Spins Seseme kwa sababu pia ni mshikaji kutoka Ilala na vitu kama hizo. Sisi tunataka kufahamu ili nani imeanzaje mtaa kwa mtaa, kwa sababu moja kati ya naweza nikasema ni mapambano au moja kati ya platform ambayo imewatoa wasanii wengi sana. Sasa hizo ukizungumzia kina Mario, kina nani wamepita kwenye hizo mtaa kwa mtaa na Boso, wamepita kwenye hizo platforms zimewasaidia kwa namna moja ama nyingine. Hii idea nani alileta na ilikuwaje? Hii idea nilileta mimi mwenyewe by the way. Na hii idea ilikuja baada ya kusambaza nyimbo ya Spins na Alikiba Ayaya. Ile nyimbo unajua haikuhit kwenye TV wala kwenye radio. Ile nyimbo nilichukua vijana, nikachukua flash, nikawapa, wakaingia mtaani. Wakaisambaza kwenye mabaa, wakaisambaza kwenye library. Kila sehemu ile nyimbo ilisambazwa. Baada kama siku 5, kila mtaa ulikuwa ukipita, ile nyimbo ilikuwa inapigwa. SP Ayaya we kula ushibe. Kwa hiyo kuna siku moja Spins akaniambia bwana kila mtaa naopita rafiki yangu nasikia hili goma. Hii kweli uliamua, hii ni mtaa kwa mtaa, yani uliamua kweli kupita kila mtaa kwa mtaa.
Basi aliponiambia kupita kila mtaa kwa mtaa, Space ndo aliniambia kupita kila mtaa kwa mtaa. Mimi nikasema no, hii inabidi nichukue hii kitu. Kwa mimi ndo nikaianzisha hiyo brand, nikaita mtaa kwa mtaa. Kwa mtaa. Na by the way ni exclusive pia. Mimi nilikuwa naitwa Mdudu. Lakini jina langu mimi naitwa Amri Aliamini Asman. Na kwa sababu nilishauza pipi, nilishafanya hizo biashara nyingine, nilishafanya biashara za kuuza matikiti, si makabichi. Space akaniambia wewe ni businessman. Businessman. Yeah. Wewe unaitwa nani jina lako? Mimi naitwa Amri. Basi akaniambia wewe inabidi uitwe Amri the business. Kwa hiyo Space aseme ndo kanipa mimi jina la Amri the business. Okay. Msamba Mshamba. Yeah. Msamba Mshamba ni la kwangu kwa sababu kabila langu ni Msamba. Hilo Msamba Mshamba toka zamani, toka kipindi cha unauza pipi ulikuwa unajiita hivyo, tunaelewa na Msamba Mshamba. Alright. Hao wasanii litani yao kwao ikoje? Wana ile respect kwa sababu umewasaidia wengi. Brother, sasa hivi unaokota. Kuna wasanii sasa hizi wakina Mario hao wasanii sitaki kuwataja majina. Wakina Mwijaku, wakina Baba Levo wakienda wanaokota. Wewe wamepita kwenye mikono yako. Je, wewe unaokota kwao? Sasa ujue swala la kuokota ni swala lingine, kwa sababu nikisema kwamba umezungumzia Mwijaku pia mimi ni mtu ambaye kaniiga vitu vingi. Simenelewa. Ukiangalia matangazo ya biashara ambayo unayafanya kuanzia 2013 ni matangazo ya kushout. Simenelewa. Kupiga makelele. Amri the business hapa bwana, nipo kwa jamaa 1 2 3. Sasa hizo Mwijaku kazichukua kwangu. Sasa hivi ndo anafanya matangazo hayo ya kushout. Simenelewa. Huyo ndio magari. Ukiangalia kwenye Instagram yangu na clip ambayo niko naye, mimi ndo namfanyia yeye tangazo la auze magari. Simenelewa. Kwa hivyo ni vitu ambavyo wanavifanya kwa sasa hivi ambapo mimi nilishawahi kuvifanya. Kwa wao wame-upgrade. Wameji-upgrade. Simenelewa. Na mtu kama Mwijaku pia ile media ambayo anafanya nao kazi pia imemsaidia kumpandisha juu. Kwa vitu ambavyo wanafanya mimi nishavifanya miaka 7 nyuma. Simenelewa. Ila sijapata supporter labda ya chombo cha habari au nini cha kunikuza. Kwa kipindi ambacho anafanya hizi movement, kama kuna hizi platform kama Instagram, kama Twitter, social media, Twitter, TikTok, mimi ningekuwa ni mkubwa zaidi hata Harmonize au zaidi hata Diamond Platinum. Ila kipindi hicho kulikuwa hakuna hayo mambo. Kipindi nafanya hizo biashara za pipi tu, my brain harvest, madude ya ajabu, nilikuwa ni star. Umeelewa? Mpaka mastaa ambao wanafanya vizuri kama kina MC Galabi wanafahamu hivyo vitu. Umeelewa? Kwa hiyo kwenye kuokota wametengeneza hiyo ni namna wao kupata pesa na vitu kama hivyo. Ila mimi kwa upande kwa vijana wangu ambao wametoka kupitia mimi kama kina Mario mimi hajanii kunigia shilingi 100 yake. Ila kanifanyia kitu kikubwa ambacho mpaka kesho mimi nakitumia. Mario kanifanyia tangazo la mtaa kwa mtaa. Umeelewa? Kanifanyia tangazo la mtaa kwa mtaa. Kwamba bwana mimi ni Mario, nyimbo zangu zinasambazwa na Amri the business. Ni kitu kikubwa na kinaishi na kipo kwenye YouTube channel yangu ya mtaa kwa mtaa. Kwa hiyo ni kitu kikubwa ambacho angenipa hata hiyo milioni ingeisha kwa matumizi ya kulipa kodi, kusomesha watoto bado na watoto zaidi ya 8. Umeelewa? Lakini kanipa kitu ambacho zaidi ya 8, zaidi ya 9 sema. Kanipa kitu ambacho kinaishi. Mbona unapunguza? Kanipa kitu ambacho kinaishi. Na nikwambie tu kitu kimoja wewe, mimi hapa. Wewe vampire. Na niwaambie watu ambao pia wananiangalia. Samini mtu ambaye anakupa nyavu ya kwenda kuvua samaki kuliko ambaye anakupa samaki. Kwa sababu akikupa samaki kila siku atakuchoka. Umeelewa? Lakini wewe ukipata mbinu ya kuvua samaki, ina maana wewe utavua pia, kuna siku utampelekea pia. Umeelewa? Kwa hiyo Mario kanisaidia kunipa hiyo tangazo lake ambalo nalitumia mpaka leo. Moja kati ya kitu ambacho watu wengi wamekuwa kizungumza, Amri anasaidia sana vijana.
lakini baadaye vijana wanamkimbia kabisa. Yani hata simu hawaokoti. Yani hiyo imekukuta kwa watu wengi sana. Hiyo imenikuta kwa sababu hata mdogo wangu Harmonize pia. Sasa hivi naweza nikampigia Harmonize, nikampigia tu nimsalimie, bwana mdogo wangu mambo vipi? Ana brother Amri nitakupigia. Anajua mimi namuomba hela maskini ya Mungu. Wakati yeye alikuwa anatumia mimi hela zangu, huyo Harmonize naandaa show, hela natoa mimi ya chakula, tunatembea kwa mguu kwenda Gongo la Mboto kwenye show, mimi ndo nimetoa hela ukumbi, mimi ndo nimelipa redi nauli za wao kwenda hiyo sehemu huko Tegeta huko wapi. Lakini ni binadamu tulivyo kwamba waga tumeumbwa kusahau. So mimi sisaidii ili nipate. Mimi nasaidia ili niepukane na huu mzigo nao usaidia. Ili nao uje usaidie baadaye. So umeelewa? Mimi nakusaidia wewe ili na wewe uje usaidie wenzako. Na nakusaidia pia kuondoa kero ya wewe kunisumbua mimi kukusaidia. Sasa hivi tuna watu wangapi brother? Ukiondoa wale 9 ambao mimi nawajua. Watoto wako 9 lakini ukiondoa wale 9 ambao mimi nawajua ni 11 kwa sababu Brazil na mtoto, South Africa na mtoto na Mozambique na mtoto. Kwa wako watoto 5. Lakini hao mimi siwahesabii sana kwa sababu South Africa ni mtoto wa mwanamke tayari. Siwezi kumhesabia. Labda haja nitafute tu babake kwa baadaye. Brazil pia mtoto yupo mkubwa tu kama huyu ambaye nimekuja naye. Ni mkubwa, ni mtoto wa mwaka 2007. 2007 sasa atakuwa na miaka mingapi? 14, 15. 2007 hapo pub mwaka 20 kitu kama 18 hivi. Kitu kama hicho. Kitu kama 18. 17, 18. Ni mkubwa maana anajitegemea huko. Kwa labda nitafuta, lakini hao ambao wapo 9 na kuna wawili bahati mbaya. Kwa hiyo angekuwa 15 hapo. Angekuwa 15. Kuna wakati fulani katikati ulikuwa unamsimamia yule mdada wa gospel. Rema Runguli. Mmeshia wapi? Rema Runguli bado niko naye. So kwa sababu ile sasa hivi kawa padri. Baba yake Mzee Runguli ni padri. Kwa hiyo kama Mzee Runguli ni padri, tulienda Dodoma mwaka jana mwezi wa 7. Alienda kumbatiza, kumpa upadri. Kwa kaingia in deeply kwanza sasa hivi kwenda kusomea baadhi ya mambo mengi ayajue zaidi ya kipadri. Na ndio maana tumesimamisha project sababu nyimbo ya mwisho kutoa ilikuwa ni Asante Bwana. Lakini pia niko na msanii mwingine ambaye ni Steve R&B. Steve najua. Steve amepita hapa wiki kama 2 zilizopita hapa. Tulikuwa naye Steve anafanya vizuri bado. Exclusive nyingine ninayokupa msanii ambaye alikuwa anamsimamia kabla hata ya Space ni B-Boy. Yes. Sinda dem kama unavyoniona mpenzi, ndio maana nimekuchagua wewe. Ulikuwa unasoma shule ya msingi. Sawa. Kwa ni shida iko wapi? Alright, unaamini ushirikina? Ushirikina na uamini kwa sababu nilishawahi kupata hiyo kasumba. Kwa namna gani? Nilishawahi kupata hiyo kasumba, nilishawahi kupigwa jambo. Nilishawahi kupigwa tukio. Nilikuwa siamini kwa sababu nilienda msikitini, nilienda makanisani, nilienda sio kwenye padri gani, lakini nilipoenda huko kwenda huo upande wa pili ndo tatizo langu lilikuwa likaishia huko. Amri nasikia amebadilisha dini bwana. Kutoka kwenye Uislamu ameenda Ukristo na anaenda kanisani sasa. Amri hajabadilisha dini hata nimefunga Ramadhani kuanzia 1 mpaka 30. Kanisani by the way siwezi kukataa, nilishawahi kwenda kwa sababu mdogo wangu nikwambie kitu kimoja. Unaweza ukapata shida fulani ikakufanya hiyo shida ikakuzungusha sehemu yoyote. Ukiambiwa
sehemu fulani kuna dawa utaenda bana. Ukienda sio kwa Mwamposa utapata mafuta utanani, utaenda tu, yani utaenda kwa sababu ya hiyo shida ili uondokane nayo. Kuna babu yangu miaka 6 iliyopita, si miaka ngapi iliyopita, 7, anaitwa Mzee Loliondo. Babu Loliondo walienda waheshimiwa na malenji yao, walienda na alafu thamani ya dawa ni 500. Kile mtu anawasha Land Cruiser, anawasha Range, anaenda Chahama, anaenda kule Arusha huko wapi si kupata ile Loliondo, kupata hicho kikombe. Kile kinachoenda kumponya kule ni imani ya kuamini kile kikombe. Na kuna watu ambao walipata walipata kupona kwa sababu ya imani zao. Okay. Kwa sababu ngwambie kitu kimoja, wewe unaweza ukaona umo malaria hapa sasa hivi, nikakupa Panadol na nikakupa Metacafin, lakini nikakupa Metacafin ukawa hujakuwa na imani na ile Metacafin, lakini Panadol ukawa una imani nayo, kwa hiyo ukapona na Panadol kwa sababu umeiamini Panadol. Kwa imani yako ndio inakufanya wewe muwe sawa. Ndio maana hata kwenye swala la kufanya kazi unaweza ukafanya kazi ukapewa mshahara mkubwa sana na boss fulani, lakini ukawa una imani, ukawa wewe huna mafanikio. Lakini kuna mtu anauza nyanya chungu, ukashangaa yeye ana gari, wewe ambao unalipwa 800 kwa mwezi hata gari ya kutembelea una, lakini ambaye ana nyanya chungu anauza nyanya chungu ana gari. Hapo ndio unapokuleta analoga ule mshirikina siri. No, kuna vitu wewe hujakuwa na imani navyo, hadi simenelewa. Kwa hivyo ulikuwa na Sam, Mungu amrehemu sana. Sam wa kweli, mmoja wa wasanii ambao mahali pema sijawahi kupata mpaka kesho. Ni kweli. Na sasa hivi tumekuwa na changamoto sana ya kuwaenzi washikaji zetu ambao wametutoka. Sio mara nyingi kuona Amri akiandaa tukio kwa ajili ya kumwenzi Sam wa kweli. Sam wa kweli ana familia yake. Sam wa kweli ana mke, Sam wa kweli ana wajomba, ana watoto. So mimi Amri the business sina final say ya kusema naweza mkaandaa tukio la Sam mimi kama mimi. Sasa nikifanya hivyo nina uwezo wa kufanya, lakini watu wanaonizunguka wanajua Amri anataka kupiga hela sasa kupitia ndugu yetu. Umeelewa? Kwa kuna mkusanyiko wa watu wengi ambao lazima uwafuate, uwaambie bwana jamani, inabidi tufanye jambo la Sam hivi na hivi na hivi na hivi. Ana mashabiki zake bado. Sina raha inafanya vizuri bado. Kisiki bado inapigwa. Umeelewa? Hata kwetu hapo bado nyimbo ambayo inaishi midomoni mwa watu. Tunaweza tukafanya jambo ikatokea hela ya kusaidia tatizo la huyu. Lakini sasa familia ambazo hazijapata elimu kubwa ni changamoto sana. Ni mambo fulani ya Kiswahili. Kwa hiyo kuepukana na watu usiwe kikwazo, inabidi kuna baadhi ya vitu uviache, kwa sababu mimi Sam wa kweli anafariki na nyimbo zaidi ya 7 ambazo zipo ambazo kama ningekuwa tuna uhusiano mzuri na familia zingeweza kuendelea kuingiza kipato kwa Sam wa kweli kwenye peji yake ya YouTube. Hivi ile peji ya YouTube ni bado wewe ndo unairun? Ile ilichukuliwa ile peji. Ilihakiwa. Ile ilileta ugomvi mpaka kwa mdogo wangu ambaye alikuwa anasimamia yule MX Carter ambaye yuko Ngoma. Mando tulienda kuingia nao mkataba wale. Nilienda kusumbuana nao sana wale, wakaniambia niende makao makuu Nairobi. Niliondoka hapa nikaenda mpaka makao makuu Nairobi, akaniambia account ni ya marehemu na marehemu kashakufa, tuende cheti cha kifo na mrisi na nini. Kwa wale vitu vilikuwa vingi, so ukienda huku nako ukiwaambia hawakupi ushirikiano nini. Basi mwisho wa siku ukasema bwana family life. Lakini watu ambao bado niko na bond nao ambao marehemu aliunganisha nao ni kaka yangu Rizwan Kikwete. Ni mtu ambaye na bond naye na chat naye na tunasaidiana. Hata mwaka jana nilishwa mnasaidiana na kusaidia. Tunasaidiana kwa sababu yeye ananisaidia mimi fedha, lakini mimi namsaidia mawazo. Kuna mawazo yangu ambayo yeye anafanyia kazi na yanampatia yanampa uelekeo wa vitu vyake. Kwa sababu yeye anaweza akaniambia Amri, link yangu hiyo hapo ishie kwenye magrupu. Mimi nimeishia kwenye magrupu zaidi ya 7,000, maana na magrupu 7,000. Hajanigia hela, lakini nishamsaidia ndio
kutoka nafasi moja kwenda nafasi nyingine. News kafungua channel ya YouTube ya WhatsApp channel. So jua sasa kuna channel WhatsApp channel, yes. Ndio Liziwani Kikwete kafungua hiyo channel. Kanitumia linki, mdogo wangu naomba hiyo linki iende. Kanitumia linki, lakini kupitia mimi ile linki imeingiza watu 200. Sasa si nimemsaidia. Okay. Au kumsaidia mtu ulijua ni kumsaidia vipi? Sawa, hapo nimekuelewa. Kuokota pia. Kuokota kupo. Kuokota kupo. Mimi mwenyewe hapa leo lazima niokote. Kuokota hamna shida, kuokota. Utaokota busara, utaokota maneno, utaokota vitu vingi. Tumestop kuimba kabisa Amri. Kuimba kwa mimi. Ya mimi nimestop kuimba, lakini naandika na nawapa nyimbo vijana. Sababu ukiangalia hit song ambazo nimezifanya na zimefanya vizuri, ukiangalia mule unaniwezaga, mule ni Mavoko na Matonya. Ile ni idea ambayo nimeitoa mimi kumpa Matonya. Ukija kwa Tundaman pia pole sana na Spark ni idea ambayo nimeitoa na nimempa mdogo wangu Tundaman na imefanya vizuri. Ukija kwa kakaangu Q-Chief ambaye ni doctor sasa hivi, bwana nani idea anasema Sharif Mapete. Sharif Mapete. Kuna mkungu wa ndizi nimeandika mimi, lakini pia nimeimba pia. Pale mwanzo pale waumenzo wea miochila waumenzo wea miochila ni awashenga ikwe ngoma ndo nimeimba mimi. Maana yake ni nini? Ndo akaingia pale waumenzo wea miochila, jamani nifungulieni. Mimi ndo Q-Chief. Yani wamfungulie milango ya baraka, wamfungulie nini, yeye anaomba njia apite aende. Mambo ya moto. Na kweli mambo ya moto. Ile ngoma kama Q-Chief angetuliza mapepe yake ingekuwa kubwa sana. Sasa ingefanyika mpaka video, lakini bana Spins pia ni Sharif na squeeze. Ni Sharif na namshukuru sana Spins, ananisaidia. Ni mganga mzuri, anatibu hata aenda kushauri kama una matatizo yako. Spins anasaidia. Mbona kusema kwa Q-Chief? Q-Chief hajawahi kumtibu. Hajawahi kunisaidia kwenye masuala haya. Sharif Mapete hajawahi kunisaidia kwenye mambo hayo. Ila Spins alishawahi kunisaidia kwenye mambo hayo. Mke wangu alipata matatizo ya kupitiliza mimba. Yani kupitiliza siku za kujifungua. Spins alinisaidia na mke wangu alijifungua. Sema tu ndo mtoto bahati mbaya, ni mapenzi ya Mungu. Siku hizi ameama mke wangu alijifungua miezi 11. Ameama Ilala siku hizi. Anakaa Magomeni, lakini ofisi yake ipo Kinondoni. Okay. Kinondoni mko Junior. Kwa ni mdogo wangu ambaye anaishi naye na ananisaidia. Hata ukiangalia kwenye Instagram yangu leo kuna kituko nimekiposti. Nimemmention Spins. Jamaa yuko gym anafundishwa kupiga ngumi. Bwana piga hapa hivi, anapiga. Mlemavu. Anapiga punching box. Kongamwambia Spins ngumi hazipigwi hivyo. Hebu jikaze basi. Jikaze, akajikaza akawa anapiga zile punch box. Kaurudisha cheti. Kabadilisha cheti. Hivi bado kwenye simu ya mtaa kwa mtaa kuna ile sauti ya kike ambayo uaga na sio hiyo mtaa kwa mtaa. Sina uaga na badilika. Ile bwana chanzo cha ile nini? Ile bwana kilichotokea ni kwamba nilikuwa nimemwajiri bibi. Ambaye ni secretary wangu. Anapokea simu zangu za nini? Mtaa kwa mtaa. Za mtaa kwa mtaa. Sasa ule binti aliacha kazi baada ya kuona kwamba mshahara ambao unamlipa haukili mambo yake. Na watu walishazoea kupokelewa simu na mwanamke.
mimi kuna simu nilinunua. Hiyo simu inaweza kuchange sauti 3. Inaweza kaeka sauti ya mama, inaweza kaeka sauti ya baba, inaweza kaeka sauti ya kike. Kwa mimi nikaeka sauti ya kike. Kwa mtu akipiga anaongea na mimi, anajua anaongea na customer care. Hello, habari, karibu mtaa kwa mtaa, unaongea na secretary, nani, karibu mtaa kwa mtaa, unamhitaji nani? Namtaka Amri the business. Amri the business katoka, lakini ukimcheki WhatsApp utampata kwa namba hii. Kumbe wewe ni Amri. Mimi mwenyewe. Kwa mimi sikwenda nimekupigia na naambia. Sasa wewe ulinipigia hapo uko karibu. Hapo eti Amri ndo mimi. Bana KC atumuoni saizi. Mmoja kati ya mshikaji ambaye ana fan base kubwa sana, ana talent kubwa sana. Lakini Amri tunaona ni una roll na KC sehemu chache sana. Kuna baadhi ya sehemu afiki KC. KC kuna baadhi ya sehemu simchukui kwa sababu yule pombe zimemchukua sana. Kwa wale ukimpeleka sehemu lazima haribu vibaya. KC nilisha kumpeleka kwenye harusi fulani. Kichekecho na kitu. Kwenye harusi ya mshikaji wangu kubwa sana, alinialika MC Garabia, akaniambia Amri nakupa kadi uje kwenye harusi. So nilipofika kwenye ile harusi, tumekunywa na nini ile tumekula, sasa alikaa na muda wa kutoa zawadi. Tukaenda kutoa zawadi. Akaniambia hata kama una zawadi hata mkono basi uje utoe. Sasa KC kabanga kwenye mstari, akaniambia wewe usiende, kaa endelea kunywa, utaharibu shughuli ya watu hapa. Akaenda naye kwenye mstari. Haya kwenye mstari kampa bwana harusi mkono kama kawaida. Kaja kwa bibi harusi kamkumbatia bwana, akampiga romance kwenye shingo. Kwa karibu shughuli ya bali sisi makofi kwa bwana harusi, shughuli isha bali. Tutakuspia kama ngezi. Kuna baadhi ya sehemu mimi nitakuwa siwezi kumbeba kwenda naye. Lakini mwana mpoa sana. Yeye ndo alishinda 2011 KC ndo alichukua Mr. Handsome pale Bilkanas. Kipindi hicho Hyperman HK ndo alikuwa ni HK, na kulikuwa kuna mashindano ya kuwashindanisha wa Tanzania wanaofanana na wa Marekani. Kuna mtu alichukua DJ Omi alichukua Omario alifanana na Omario. Kuna Asha Raymond alifanana na Juma alifanana na Asha Raymond. Kuna Michael Jackson, my brother, ambaye kwenye show zetu za kuuanja mtaani kwenye mabaa tulikuwa tutakutana naye, alishindana naye pia. Kwa Mr. Handsome ambaye alikuwa ndo Mr. Handsome wa Dar es Salaam, alikuwa ni KC, na ukiangalia kweli KC kachukua sura mama yake, nywele zilikuwa Alright, kwa kumalizia sasa, watu ambao wanatamani kufanya kazi na mtaa kwa mtaa, inakuaje? Na saizi tumalize na hii, ugumu ukoje saizi kufanya kazi ile, kuingiza track mtaani, watu washaingia kwenye digital platform na vitu kama hizo? Okay. Kwanza kwa watu ambao wanataka kufanya kazi na mtaa kwa mtaa ipo. Ni project ambayo inasambaza nyimbo za wasanii mtaani, kwenye mabaa, kwenye library, bodaboda, club. Na sasa hivi tuna category mpya inaitwa lazimisha hit. Tunalazimisha nyimbo iende. So pia tuna magrupu ya zaidi ya 7864 ambayo yanashare link na vitu kama hivyo. Japokuwa sasa hivi imekuwa ni ngumu kwa sababu kuna hizo platform kama Spotify, iTunes, Boomplay na vitu kama hivyo. Lakini ifahamike kwamba mtaa kwa mtaa bado haipo kwa sababu inasambaza nyimbo za wasanii kwenye magari ya mkoani. Hiyo digital platform kama Boomplay haipo kwenye mabasi ya mkoani. Kwa mtu akienda kwenye basi ya mkoani anaenda Mwanza, ataona nyimbo ya Jax Chata. Sio, umeelewa? Ataiona pale nyimbo mpya ya Jax Chata kwenye basi la Mwanza, ataiona nyimbo ya Jax Chata kwenye basi la Morogoro na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hiyo kazi ambayo anaifanya Amri the business, Samba Mshamba. Kwa hiyo unatakiwa utufuate kwenye Instagram Amri the business, unaweza ukatufollow mtaa kwa mtaa, lakini pia unaweza ukatupigia kwenye namba 0775900900. Much love, much respect. Vampire B20 atakuwa shemeji yangu na dada yake mzuri, atakachanganya na Samba. Acha mambo yako. Lakini pia much love Top TV. Top TV. Alright, basi mimi na my brother Samba Mshamba Amri the business tunamaliza hivi leo.
Mshikaji wangu, endelea kutufuatilia kila Jumapili inapo timu 12 kamili mpaka 1 kamili za jioni. Mambo ni mengi kabisa, tunapiga mastori. Leo nilikuwa na my brother, tumefanya interview moja kali. Umeenjoy vitu vingi, umesikia vitu vingi sana. Kuna vingi tumeviacha kwa ajili ya wakati mwingine, time nao pia haitoshi. Mimi na tunaweza tukakata masaa 4 hapa tunapiga story, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo mimi na yeye tunavifanya nje ya kamera na vitu kama hizo. Mimi na yeye mwanangu tutakuwa wote sako kwa bako Jumapili ijayo. Big shout out kwa John Star Official, big shout out kwa my brother Goso Chelini. Umefanya kila kitu kiweze kwenda sawa. Bye bye brother and sisters, until next time. Bye bye.